Tume ya Ushindani Halali wa Biashara imekamata na kuteketeza tani 3 za bidhaa bandia pamoja na bidhaa zilizokwisha muda wa matumizi kutoka katika maduka mbalimbali zenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 44.5. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushindani Halali wa Biashara, ndugu Alia Emmanuel Juma, amesema wamekamata bidhaa mbalimbali ikiwemo boksi za wino na maziwa ya unga aina ya Lactel. Leo tumekuja kuteketeza bidhaa ambazo tumezitoa katika mazoezi yetu, na bidhaa hizi ni bidhaa mchanganyiko zikiwemo bidhaa za makopo pamoja na vyakula ambavyo tumezitoa katika maduka pamoja na masoko, lakini pia tuna bidhaa ambazo tunasema ni bidhaa bandia ambazo za wino ambao tunautumia katika maofisini. Huu wino tumegundua kwamba huu wino ni bandia ambao ukiutumia unaweza kununua wino leo lakini ukaprinti mara 2 mara 3 tu, basi unakuta wino umeisha. Kwa hiyo tukafanya upelelezi wetu na tukagundua kama hizi wino ni bandia. Tumezitoa katika masoko na bado tunaendelea na utafiti kujua nani hasa ambaye analeta, lakini ambazo ziko kwenye soko tunahakikisha zote tutazitoa, na tukizipata basi tutachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo zoezi letu hili limechukua bidhaa nyingi ambazo zimetolewa katika masoko, zikiwa nyingine zimepitwa na muda, lakini nyingine ni bandia kama nilivyosema. Nyingine kuna bidhaa ya maziwa ambayo ya makopo, ambayo maziwa haya tunaamini yalipokuja yalikuwa yako vizuri, lakini ujanja wafanyabiashara wameamua kufuta ile tarehe ya matumizi na kubadilisha. Kwa hiyo pia nayo tumeyashughulikia, tumeondoa sokoni, na leo tupo hapa kwa ajili ya kuyateketeza. Na sisi Tume ya Ushindani Halali wa Biashara tunateketeza hizi bidhaa kwa mujibu wa kifungu cha 67 ambacho kimetupa uwezo sisi kuweza kuteketeza bidhaa zote ambazo zinaonekana hazifai kwa matumizi ya binadamu. Na bidhaa zote ambazo tumezikusanya na leo zitateketezwa ni tani 3 zenye thamani za milioni 44.5. Pale tunapokwenda kufanyia ukaguzi tukagundua kuwa kuna bidhaa ambazo imepitwa na muda, basi taratibu za kisheria zinataka kwanza tuziondoe sokoni. Tukisha kuziondoa sokoni, yule mfanyabiashara anatakiwa apigwe faini au aharamie harama za uteketezaji. Kama ulivyoona hizo zimeharamiwa na wenyewe wafanyabiashara ambao wamekutwa na hizi bidhaa. Kwa hiyo inategemea na mtaji wa duka, lakini faini hasa kuanzia milioni 1 hadi milioni 5, inategemea na mtaji wa mfanyabiashara. Sababu kama tunavyojua vyakula vingi vya makopo ni vinatiwa chemicals ambazo zinafanya zile bidhaa ziweze kuhudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo mpaka zikapitwa na muda, ina maana hiyo bidhaa tayari ile chemical inaweza ikareact bila wewe mtumiaji kujua. Kwa hiyo unapokula, baada ya kuona wewe unakula chakula, kumbe unakula sumu. Kwa hiyo unaweza ukaendea ukapelekea kula kile chakula kikakuletea wewe kuumwa na tumbo kwa mara moja, ama kupata michubuko ya tumbo, ama kupata kensa ya utumbo. Kwa hiyo madhara makubwa ni hayo. Mimi ni Angel Paul, nyuma kamera ni Alexa Madaha.